leo angali anajiona yeye ni yatima katika nyumba ya Mungu ama katika ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunataka kuangalia ndio mtu utajua kama wewe unajiona kama yatima. Ni kitu gani ama mambo gani ambayo uko nayo? The first one, mwenye ako na the orphan spirit, because Mungu ni Mungu wa upendo. Tumeanza, kuna mahali tulisoma mahali Yesu anasema anatupenda. Ati kama vile Baba alivyompenda naye anatupenda. Now, wakati tumeokoka, kuna kwanga na neno ambalo ilisema ya kwamba whoever the Son sets free is free indeed. Wakati tumekuwa katika ulimwengu, tukaondolewa katika ile ufalme wa giza, tukaingizwa katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Sisi we are not we are not what? We are not in bondage again. We have freedom. Bwana asifiwe. Kwa hivyo upande wa the blessing of a father, baraka za baba, wakati mtu umeokoka, uko na freedom. Freedom ni uhuru. Uko na uhuru, lakini si uhuru wa kufanya kila kitu vile unavyotaka. Hapana, lazima tujue yale mambo ambayo yanamtukuza Mwenyezi Mungu. Yule mtu ambaye inawezekana umeokoka, lakini ungali bado unauoga. Fear can put us in bondage again. Hebu tusomewe Isaiah 41. Isaiah 41 mstari wa 10. Tusikie tunaambiwa nini? Isaiah 41 mstari wa 10. Maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu na nitakusaidia na nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Okay, Bwana Yesu asifiwe. Kifungo kile unaelewa nini? What do you understand with that scripture? What do you understand by it? Unaelewa nini? So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. What do you understand by it? We are discussing. Tuko kwa darasa. What do you understand? What do you understand? Mwingine? Another one? Allow the word of God to speak to you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jinsi ninavyoelewa ni kwamba katika maisha ya mwanadamu ya kawaida
is something that is common in man. Lakini hata katika hii uoga tunaambiwa kwamba Bwana atatushikilia mkono, atatutia nguvu, hatutaanguka. Atatushika na mkono wako wa kuume. So despite the fact ya kwamba uoga itatokea katika maisha ya mwanadamu, lakini kuna yule atakaye kusaidia hiyo uoga kutoka. Kuna watu walidefine fear like a false evidence that appears to be real. Yaani kana kwamba unaona kitu inakaa sawa au sawia na kitu ambacho kinafanyika kwa wakati huo. Lakini kinachotia moyo kulingana na neno la Bwana ni kwamba despite the fact kutakuwa na hiyo uoga, amesema do not fear for I am with you. Do not be dismayed. Yaani usifadhaike for I am your God. So tuko na yule mtu ambaye atasimama na sisi hata kama tutakuwa na hiyo uoga, atakuwa pamoja na sisi. Hata kama tutashika moyo, inapaswa tujue kwamba yeye bado ni Mungu wetu. Somebody else? Okay, what I'm getting is kwamba ningesema fear, this is a weapon that the enemy always used to bring us down. Kuonyesha kwamba hatuwezi. So here what I'm getting is that God is giving me an assurance that despite these fear of tomorrow nitakuwaje, kutendaje, Mungu anasema kwamba ako pamoja na mimi in that thing that it is most scary, if it is death, ananiambia niko pamoja na mimi. And I'm also getting that when you have this fear, it comes without fear. So Mungu pia ananiashia kwamba atanitia nguvu in my fears so that I may be able to overcome them. Somebody else? Yeah, Nani? You know, mwambie Bwana akusaidie katika jina la Yesu Kristo. Mwambie tu Bwana akusaidie kwa moyo wako mbele za Mungu. Wengine wetu mambo yetu yamefungwa kwa sababu ya hii roho ya uchungu. Wengine mambo zimefungwa kwa sababu ya roho ya hasira. Wengine mambo yetu yanachelewa kwa sababu ya roho ya kutosamehe. Lakini siku ya leo Bwana akusaidie. Mwambie Bwana mlilie Mungu akusaidie. Mungu anaweza kuachilia neema ya wewe kuweza kuachilia hata kama ni machupa namna gani. Mambo uliyoyapitia adui asikufunge ukatae kupokea baraka za Mungu katika jina la Yesu Kristo. Mwambie Bwana akusaidie tu. He is our God. He is the one even now. He is commanding, not even requesting that you forgive. That is what He said. That you must forgive in the name of Jesus. Mwambie Bwana nisaidie siku ya leo. Wewe unajua